Naam, habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Kayoowa TV. Habari tulionao siku ya leo ni kuhusiana na madaktari bingwa waliweza kufika katika hospitali kuu ya wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera. Tumeweza kukutana na daktari ambaye ameweza kutoa ufafanuzi kuhusiana na matibabu ya fistula, ambao ugonjwa huo kwa asilimia kubwa watu wengi wameshindwa kupatia suluhu na kuhisia kwamba hakuna uponyaji. Basi twende tukamsikilize mkuu. Hali ya mwitikio wa wagonjwa ambao walikuja kupata huduma ikoje? Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Dr. Grace Sebuyoya, ni mganga mfawidhi kama ulivyonitambulisha wa hospitali teule ya wilaya ya Biharamulo, hospitali inayomilikiwa na kanisa Katoliki jimbo la Rulenge Ngara. Ni kweli kama ulivyosema, kuanzia tarehe 20 mwezi huu wa pili tumepokea kina mama kama watatu kutoka Dar es Salaam, kutoka Muleba, kutoka mkoa wa Mara, lakini pia tumepokea kutoka Morogoro, Dodoma, Mpanda, Chato, Sengerema, Kyerwa, Karagwe, Ruvuma, Buchosa, Manyara na Sumbawanga. Sasa kati ya hawa wagonjwa 51 ambao tuliwafanyia uchunguzi na kawa wanafiti kufanywa upasuaji, mpaka sasa wako 36 na huduma za upasuaji zimeanza. Tumeanza jana, walifanywa huduma ya upasuaji akina mama 8. Leo tutafanya upasuaji kwa akina mama 9. Kwa kufikia tarehe 27 mwisho wa wiki hii tutakuwa tumefanyia upasuaji akina mama wote hawa ambao wamejitokeza kwa ajili ya kufanywa upasuaji. Ugonjwa wa fistula mara nyingi hutokea baada ya mama kuwa amejifungua, na mara nyingi husababishwa na uchungu unaokaa muda mrefu sana. Kwa hiyo mtoto anabana kizazi cha mama mpaka inapelekea baada ya mama kujifungua kuanza kutokwa na haja ndogo, au wakati mwingine haja kubwa, au wakati mwingine haja zote mbili, kubwa na ndogo, bila yeye kujitambua. Sasa mara nyingi kwa sababu ya hali hii akina mama hawapendi kujitokeza. Unaweza ukashangaa baada ya matangazo hata uhamasishaji huu wamejitokeza kina mama 10 kutoka Biharamulo. Maana hata Biharamulo walikuwa hawaji kwa sababu ya kuogopa ule unyanyapaa. Kwa hiyo nitoe wito kwa jamii, nitoe wito kwa hasa kwa ninyi waandishi wa habari, tuendelee kutoa hamasa. Bahati nzuri huduma hizi zinatolewa bure. Akina mama hawa wanapokuja, gharama za usafiri wanalipiwa, gharama za chakula wanalipiwa, kila kitu wanalipiwa. Kwa hiyo watu wasiogope kujitokeza kwa kweli, kwa sababu hawa madaktari hata kama huduma inatolewa Dodoma, wao wanamlipia nauli ya kwenda na kurudi, kwenda Dodoma anafanywa huduma anarudi. Kwa hiyo akina mama, nitoe wito, mkiona dalili za namna hii mje mtuone sisi hapa hospitali. Tutawaandikisha, tutawaunganisha na madaktari hawa, mtaenda kufanywa huduma. Msisubiri kwamba mpaka warudi huko, hapana, kwa sababu wanafanya kazi nchi nzima. Ninyi mje mjiandikishe, tutawalinki, mtaenda kule, watawafanyia upasuaji na mtarudi kwenye maisha ya kawaida. Hospitali yetu imeweka utaratibu wa zipo huduma nyingi ambazo huwa hatutoi huku, hazipatikani wilayani, hasa huduma zinazotolewa na madaktari bingwa. Kwa mfano akina mama, huduma za madaktari bingwa akina mama, macho, magonjwa yasiyoambukiza na kadhalika. Tumejiwekea utaratibu kwa tunaleta madaktari kutoka hospitali ya Kanda Bugando kuja kutoa huduma hizo, kwa sababu tumekuja kugundua tukimtuma mtu kwenda Bugando, wengi hawaendi kwa sababu ya gharama zinakuwa kubwa. Kwa hiyo tumeweka utaratibu wa kuwa tunawaleta madaktari hapa kuwapunguzia watu wa Biharamulo na maeneo yanayozunguka Biharamulo gharama za kwenda kupata huduma huko mbali. Tunazungumza na mmoja kati ya wagonjwa waliokuja kupata huduma, ikiwa ni sehemu ya kupata huduma ya matibabu ya fistula. Tunaamini kwamba wengi walikuwa wanajua fistula haitibiki, lakini kumbe inatibika. Niongee na mama hapa, niambie mama, naitwa nani, lakini pia unatokea sehemu gani? Mimi naitwa Ntamaje kutokea Biharamulo mjini. Hilo tatizo mimi nilikuwa nasikia wanasema wanapona, japokuwa ilikuwa ijawa kubwa, lakini ukikaa unajisikia labda ukikaa utazana umejamba, kumbe hujajamba. Basi kuja kusikiliza matangazo wakasema kwamba ukifika pale hospitali teule wapo wanakuja mabingwa wanaweza kupata huduma. Nilikuja siku ya Jumamosi, nikaja hapo wakacheki, wakasema hii ni tatizo la kusababishwa na kujifungua, na maana ulisukuma sana ndio ukapata msamba. Kwa hiyo wakaangalia wakasema hili ni tatizo, uje upate matibabu, utakaa sawa, hilo tatizo la kujisikia labda kujapa litaisha. Ndio watu wengine vilikuwa wanakusikiliza hivi sasa kuhusiana na hilo tatizo. Nawaambia wanawake waache kuogopa. Wapo wanawake wengi wanajikuta wanaumwa lakini wanashindwa kuja, wanaona kama vile ni swala labda la aibu, kumbe sio aibu. Mimi nimetokea hapo Bwanga, nilikuwa hospitalini hapo. Tatizo lilikupata nalo mwaka gani? Tatizo nilipata 2005, nzao ya kwanza, mtoto wa kwanza. Mkuzaa. Kwa hiyo sasa unaanza ngapi?
Sasa hivi nazao watoto walio hai wako Tatizo 7. toka umekuwa nalo umekuwa tu unaendelea kujifungua hivyo hivyo. Na ulikuwa hujapata matatizo mengine yoyote? Kuwa unaharibikiwa mimba inatoka, kipindi kingine unabeba unazaa tu kikawaida. Naam. Mara baada ya kuzungumza na mmoja kati ya wagonjwa, nazungumza na mama hapa ambaye nimekutana naye. Mama, tuambie wewe umetokea sehemu gani? Nimetokea Dodoma. Dodoma, sehemu gani? Mpwapwa. Tatizo hili unayo kwa muda gani? Kama zina miezi 3. Umeamini vipi kama kweli linatibika? Ni watu wengi wanaongea na mimi pia naamini wanapokuwa wananiambia kwenye sehemu hiyo, japokuwa sijapata tiba lakini naamini. Huyo ni mgonjwa ambaye amelazwa katika hospitali hii ya wilaya ya Biharamulo akiendelea kupata huduma matibabu, na hii ni baada ya kufanyiwa huduma ya upasuaji ugonjwa wa fistula. Ugonjwa wa fistula si ugonjwa wa kuambukiza, bali ni ugonjwa ambao unatokea baada ya mama kujifungua, na mwisho wa siku anapata matatizo ya kupasuka msamba na anapata huu ugonjwa. Kwa hiyo ugonjwa huu unatibika na serikali imeamua kuwatibu bure na huduma zote zinatolewa bure. Serikali imeamua kuisaidia jamii hasa ya kina mama ili waweze kutibiwa bure na waweze kuendelea na maisha yao ya kila siku. Asante.